Kuna story fupi imeaktiwa, sijui ni kweli, mimi nimeipenda sana. Iko yatembea kwenye TikTok na kwenye social media. Kijana amefukuzwa skuli, amepewa barua na mwalimu, lakini mwalimu amwambia usifungue barua mpekee nani, mamako, na hana mzazi, ana mama tu, baba amekufa. Ule kijana akaenda na ile barua akampa mamake, hakufungua ndani muna nini, akawa ana hamu ataka kujua barua yasema nini. Mama akaisoma barua, akalia, akaifunga barua, akaisita. Kijana akamuuliza mamake, imeandikwa nini? Akamwambia, baba, mwalimu ameniletea barua, asema akili yako iko juu sana kushinda wanafunzi wote pale skuli, kwa hivyo ni kama wanakupotezea wakati, ameniambia afadhali nikusomeshe mwenyewe hapa nyumbani. Sawa jamani, ni kama wakupotezea wakati, ameadvise sikupeke tena skuli, nikusomeshe mwenyewe. Kijana akateka, kijana akasoma, akawa mtu mkubwa sana ulimwenguni. Baada ya muda mamake akafa, ashakuwa mtu bosi, uchumi, amebadilika maisha yake. Katika kwenda kupekua zitu za mamake siku hiyo, akaipata ile barua. Kwa fudhul, utaka kujua, akaifungua ile barua. Alipoifungua ile barua, imeandikwa, kijana chako ni punde kabisa, hashiki chochote, tafadhali usimwete tena hapa skuli. Kijana akalia sana siku hiyo. Angalia mama alivyoibadilisha message, akaweza kumkinaisha mtoto kwamba wewe ni hodari na waweza kusoma, na akawa kijana. Wewe fikiria, siku ile angefungua ile barua, angemwambia mama, unena sema mwalimu amenena wewe ni punde kabisa, ushiki chochote. Wewe fikirisha, ule kijana angetoka nani baada ya pale? Angekuwa janki. Neno jamanini, musilidharau. Neno la athiri, neno laweza kumbadilisha mtu maisha yake. Neno moja tu, neno tu. Na hii masulia wanatukua wazazi, masulia watakuwa waalimu. Hii kutupa maneno, kumamkua kijana punde, zuzu, uelewi kitu. Chungeni.